Hongera! Umechaguliwa kufanya kazi ya kuchuma chai usiku katika mashamba ya mbali kabisa huko Kericho, Kenya. Utalipwa shilingi milioni 10 kwa wiki moja tu ya kazi. Usafiri wa ndege maalum utakuja kukuchukua moja kwa moja hapo ulipo. Hutahitaji kwenda airport wala kukutana na mtu yoyote. Ndege itatua karibu na ulipo usiku wa leo na kukupeleka moja kwa moja kwenye shamba hilo. Kazi hii ina zamu moja tu ya wiki nzima. Kuanzia siku ya kwanza mpaka ya 7 hutaruhusiwa kuondoka shambani wala kuona watu wa kawaida. Utalala kwenye kibanda kidogo katikati ya shamba la chai. Chakula kitawekwa nje ya mlango kila usiku, lakini hutamwona aliyekileta na utapaswa kula hata kama hukijui, wala nyama iliyowekwa haijaiva vizuri. Ndani ya wiki hiyo, wewe ndiye mchumaji pekee wa chai. Sikiliza masharti haya kwa makini sana, kwa sababu ukivunja hata moja, wiki haitamalizika kwako. Sharti la kwanza: usiku wa kwanza utapewa kapu kubwa la kuchumia chai mgongoni. Usilitoe mgongoni mpaka asubuhi itakapofika. Hata kama kapu litajaa kabisa majani ya chai, usilishushe wala usiache kuchuma. Kapu hilo lina uwezo wa kujipanua lenyewe. Ukilitoa mgongoni kabla ya alfajiri, utagundua shamba zima limejaa watu wa ajabu waliokaa chini wakikuchungulia, na wote watakuwa hawana nyuso. Sharti la pili: kuna wakati majani ya chai yataanza kubadilika rangi na kuwa mekundu kama damu. Usisimame na kuyashangaa. Endelea kuchuma kama kawaida. Ukisimama au kuonyesha mshangao, majani hayo yatashika mikono yako na yataanza kukuvuta chini ya udongo pole pole, na utapotelea humo na kusahaulika kabisa. Sharti la tatu: kuna sehemu ya shamba ambapo utaona ghafla shamba linaonekana halina mwisho. Mistari ya chai itaendelea mpaka mbali sana kuliko kawaida. Ukiona hivyo, ingia haraka ndani ya kapu ulilobeba. Lala humo bila kutoa sauti mpaka nusu saa ipite. Usijaribu kulala usingizi na kuzidisha muda ndani ya kapu. Ukibaki nje ya kapu, utagundua kuwa umepotea ndani ya shamba ambalo halipo duniani na halijawahi kuwa na mwisho tangu zamani. Sharti la 4: ukisikia mtu akikusalimia nyuma yako akisema, "Habari ya kazi boss?" usigeuke kabisa. Endelea kuchuma chai bila kujibu. Atakuuliza, "Inamaanisha hunisikii?" Wewe mjibu kimoyo moyo kuwa, "Najua niko mwenyewe." Ukijaribu kugeuka, utaona mtu aliyesimama nyuma yako hana mwili kuanzia kifuani kwenda chini, na ataiba miguu na kiwiliwili chako. Sharti la 5: kuna wakati mkono utaibuka kutoka ardhini na kushika mguu wako ghafla. Usikimbie, bali ushike mkono huo pole pole na uubusu mara 3. Ukishindwa kufanya hivyo, mkono huo utaendelea kupanda juu ya mwili wako taratibu mpaka shingoni. Kisha mwili wako utaganda kabisa na mkono huo utakukaba kwa dakika 10. Ukipona hapo, mshukuru Mungu. Sharti la 6: ukiona au kuhisi siafu wengi wakianza kupanda mwilini mwako, usiwashtue wala kusimama. Endelea kuchuma chai kama kawaida. Ukijaribu kuwatoa au kusimama, siafu hao watakung'ata sehemu za siri na kutoka na vipande vya nyama na ngozi yake. Sina imani kama kizazi chako kitaendelea kuwa salama. Sharti la 7: usiku wa siku ya 4, ghafla utasikia sauti ya ndege akiruka na kupiga mbawa juu yako gizani. Usitazame juu hata mara moja. Ukifanya hivyo, utaona ndege huyo ana macho ya binadamu na ataanza kukukimbiza na kukufuata mpaka kibandani kwako. Na baada ya hapo, mimi sijui nini kitafuata. Sharti la 8: kila alfajiri kabla ya kulala, hesabu mistari ya chai iliyo mbele ya kibanda chako. Lazima iwe 13 tu. Ukiona imeongezeka kuwa 14,
usiingie kibandani. Kimbia na ukalale kwenye mstari wa 12 shambani. Kibanda hicho tayari kitakuwa kina mtu mwingine anayefanana kabisa na wewe. Na huo ni mtego, maana ataiba roho yako kimya kimya. Sharti la 9. Siku ya 6 usiku, utaona mwanga wa taa ukisogea ndani ya shamba kana kwamba mtu anatembea. Usijaribu kwenda huko, wala usipige kelele. Ukifuata mwanga huo, utagundua unamfuata mtu aliyebeba kichwa chako mkononi, na ghafla ukijigusa, utajikuta huna kichwa kweli. Sharti la mwisho. Siku ya 7 alfajiri, ndege itarudi kukuchukua. Ukifika mahali pa kupandia ndege hiyo, utaona watu wawili wamesimama. Mmoja ni rubani na mwingine anafanana na wewe kabisa. Usimsalimie huyo anayefanana na wewe. Panda ndege haraka bila kuongea naye. Ukiongea naye, rubani atapanda peke yake na wewe utabaki Kericho milele. Kazi inaanza wiki hii. Ndege tayari inaelekea mahali ulipo sasa hivi. Mchumaji wa mwisho wa chai hakuvunja sharti lolote. Lakini tuliporudi kumchukua, tulikuta kapu lake limejaa majani mekundu. Na mpaka leo, hakuna anayejua alipoenda. Sasa niambie kwenye comment, utakubali kwenda Kericho kwa wiki moja? Au ututafutie mtu mwingine mwenyewe kabla ndege haijatua? Usisahau kusubscribe na kutufollow, kwa sababu baadhi ya kazi huja bila taarifa na huchagua watu yenyewe.